Okay, jamani shalom, naitwa Noel. Ni kuhani wako hapa. Fuatilia, leo nataka kuongea na wewe kwa habari ya mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania. Mimi ni Mtanzania, nimezaliwa Tanzania, nimekulia Tanzania kabla sijaja hapa Uingereza. Miaka kadhaa iliyopita Tanzania. Sasa miaka mingi kama 20 iliyopita, mwaka 2004 to be precise, tulipokuwa kwenye maombi hapa Uingereza. Tulikuwa na maombi ya muda mrefu sana, siku kama 40 hivi. Na kwenye maombi hayo Mungu alitupa mambo mazito sana kwa habari ya taifa. Nilikuwa na mzigo wa taifa, kuombea taifa. Na mimi nimekuwa na mzigo tu tangu siku nyingi wa kuombea taifa letu la Tanzania na hali ya kiuchumi ya Waafrika kwa ujumla. Mimi upeo wangu na hamu yangu ya maendeleo ya wananchi nimekuwa nayo tangu nilipokuwa mdogo sana. Na Mungu, tulipokuwa tunamwomba Mungu kwa habari ya kwa nini taifa letu liko katika hali mbaya, kwa nini Waafrika kwa ujumla wetu tunaishi maisha duni sana ukilinganisha na mataifa mengine ama kulingana na watu wengine. Kwa hiyo nilikuwa namuuliza Mungu, nimekuwa na hamu ya kumlilia Mungu kwa nini, kujua ni kwa nini Waafrika kwa ujumla wetu na Watanzania hususan hali yetu ya kimaisha imekuwa duni. Sasa kwenye maombi hayo Mungu aliniambia kitu kimoja cha ajabu sana. Na ndio akanipa structure zote za jinsi gani Mungu anavyofanya kazi. Na ninakusihi sana kama hujafuatilia video ambayo nimeitoa inayohusu structure ya uongozi wa kimungu. Ni kwamba uongozi wa kimungu una structure. Kwanza Mungu mwenyewe, alafu ana makuhani. Baada ya makuhani kuna viongozi wa nchi ama viongozi wa kila ngazi. Lakini kwa sababu leo naongelea masuala ya kitaifa, nitaongelea zaidi kwenye nyanja ya kitaifa. Kwa hivi kwenye structure ya kimungu kuna Mungu mwenyewe pale juu, lakini Mungu ana makuhani wake. Makuhani ni wale watu ambao Mungu amewaweka, ambao anawapa maagizo ya kitu gani kifanyike na katika nchi, na kwamba ni kitu gani. Wao ndio watu ambao wanaweka maagano ya nchi. Lakini kuna watawala hao ni viongozi wa nchi, kwa maana ya wanasiasa, kwa maana ya rais, kwa maana ya viongozi wengine wasiokuwa wanasiasa, wakuu wa mikoa ambao of course wanateuliwa na marais. Lakini kuna viongozi wengine tu wa biashara, kuna huku chini kabisa kuna viongozi wa ukoo. Lakini katika ngazi ya taifa ni kwamba unapoona watu hao, unapoona viongozi hao wako chini ya watu. Okay? Sasa hao viongozi hao wako chini ya maagano. Na hayo maagano yanakuwa ni either kutoka kwa shetani ama kutoka kwa Mungu. Kwa Mungu ninamaanisha Bwana Yesu. Sasa viongozi unaowaona hawa, kwa maana ya wanasiasa, kwa maana ya wafanyabiashara, hao hawana nguvu. Hao wanapata nguvu na mamlaka ya kutawala kutoka either kwa shetani ama kutoka kwa Mungu, kwa Bwana Yesu. Sasa tatizo limekuwa ni kwamba Mungu, tulipokuwa tunaomba, Mungu akanambia jambo la msingi sana ambalo nataka ulielewe. Ni kwamba Mungu ameiteua Tanzania. Mungu ameiteua Tanzania kuwa kitovu cha mafanikio duniani. Tanzania ni moja ya nchi tajiri sana duniani. Utajiri wake hakuna anayeujua kwa kina. Tunajua Tanzania imebarikiwa, ina madini, ina mali asili, ikiwa ni pamoja na madini, maji, misitu, you name it. Hakuna nchi ambayo imebarikiwa kiutajiri wa mali asili kama Tanzania. Na utajiri wake hakuna anayeujua kiuhalisia.
na Mungu ameficha huo utajiri, amewaficha watu wa Tanzania wenyewe na viongozi wenyewe na watu wa duniani. Kwa sababu hii nitakayokuambia. Lakini nataka nikwambie hivi ya kwamba Tanzania ni tajiri, lakini raia wake kwa sasa hivi ni maskini. Ni kwa sababu huo utajiri huo Mungu ameuficha mpaka wakati uliokusudiwa. Wakati uliokusudiwa maana yake ni kwamba Mungu anaandaa watu ambao watakuwa tayari kumiliki huo utajiri kwa niaba ya wananchi wote, lakini zaidi sana kwa niaba ya dunia. Nikiwa na maana kwamba utajiri ulioko Tanzania ni mkubwa sana kiasi kwamba ni mkubwa, na huo sio tu kwa ajili ya Watanzania. Huo ni utajiri kwa ajili ya dunia nzima. Kuna madini, kuna mali asili ambazo zitakapokuja kugunduliwa, dunia nzima itafaidika. Kwa hiyo utajiri ulioko Tanzania ni kwa ajili ya dunia. Kwa hiyo Watanzania ni mawakala, ni makastadian wa huo utajiri. Na nimesema kwamba huo utajiri umefichwa kwa sababu Mungu anaandaa, Mungu ataufichua huo utajiri. Maana Mungu anawaandaa watu ambao watakuja kuumiliki huo utajiri. Huo utajiri huo ni mkubwa kiasi kwamba sasa hivi watu wanalalamika, wanasema utajiri wetu umeporwa, kwa maana kwamba wakoloni walikuja wakaiba. Mimi nakaa Uingereza. Ninajua utajiri mwingi ulioko Uingereza, Marekani na Ulaya kwa ujumla umetoka Afrika. Nchi za Afrika kwa ujumla wake ndizo zilizotajirisha nchi zilizoendelea. Nchi zilizoendelea zimeendelea kwa sababu ya utajiri wa Afrika. Hilo ni jambo ambalo halipingiki. Okay? Lakini ninachotaka kusema mimi ni kwamba wengi wa Afrika wanalalamika, wanafikiri ya kwamba umaskini wetu ama bara la Afrika ni maskini ama watu wake ni maskini kwa sababu mali zake zimeporwa ama ziliporwa na wakoloni. Kwa maana kwamba wakoloni wanafikiri kwamba wakoloni walishamaliza utajiri wote, na kwa hiyo utajiri wote uliokuwa Afrika uko huku. Na kwa hivi ndio maana watu wengi sana wanawalaumu wakoloni, na wengine wanafikiria kwamba kwa sababu Afrika utajiri haupo tena, kwa hiyo wanakimbilia Ulaya, wanakimbilia Marekani, wanakimbilia nchi zilizoendelea wakifikiri kwamba huku ndiko utajiri uliko. Na wengi wanapiga kelele, wanataka compensation, wanataka emancipation wanaita. Wanataka wawe compensated kutokana na looting, kutokana na wizi ambao ulifanyika kule Afrika. Sasa mimi nataka niwaambie Watanzania na Waafrika wote ambao wanasikiliza kwa ujumla, ni kwamba utajiri ule ambao uliporwa na wakoloni ni utajiri mdogo sana. Sana. Afrika bado ni tajiri na Tanzania kwa ujumla. Tanzania kwa ujumla utajiri wetu ni mwingi sana. Mungu aliwaficha wakoloni, na hawa wauni, kuna watu wengine baada ya wakoloni kuondoka, kuna viongozi ambao wako hapo Tanzania tangu tulipopata uhuru mpaka sasa hivi. Kuna wezi wengi sana wamekuwa wakiiba mali za nchi. Wengine wanakimbiza, wanapeleka nje ya nchi, wengine wanabaki nazo hapo Tanzania. Mimi ninaelewa watu wengi wanapiga kelele, wanazomea serikali zao, wanazomea viongozi wao kwamba ni walafi, wezi, wanaiba mali za nchi, wanazikimbiza Ulaya, ama wanaruhusu mataifa ya Ulaya kuja hapo na kuiba, kupora mali za nchi, wanazipeleka nje ya nchi. Ni kweli kuna wizi. Ni kweli kwamba kuna watu ambao wameingia mikataba ya kihuni
na watu wa nje kuiba mali za Watanzania, na kwamba hizo mali zimekuwa haziwafaidii Watanzania wenyewe. Watu wachache, viongozi wachache wamenufaika na utajiri wa Tanzania. Sasa mimi nataka niseme hiki kwa niaba ya Mungu, ni kwamba huo wizi huo ni mdogo sana, nikiwa na maana ya kwamba hao wezi hao kwanza hawajui mali ziko wapi. Utajiri wa kweli wa maana hao wezi hawajui, na hata kama wanajua uko wapi, hawana akili, hawana uwezo wa kuchimbua, wa kufaidi, kwa sababu hii nitakayokuambia baadaye. Kwa hivi utajiri wa Tanzania uliobaki, ambao haujaporwa na hauwezi kuporwa na mtu mwingine yeyote ambaye Mungu, hauwezi kuporwa, hauwezi kuibiwa, kwa maana ya kwamba mtu yeyote ambaye Mungu atampa ruksa ya kuumiliki huo utajiri na kufaidi na wale watu ambao Mungu atawapa neema ya kupata huo utajiri na kuumiliki huo utajiri kwa niaba ya Watanzania na watu wote duniani, hao watu hawatakuwa wezi. Wezi na wauni, Mungu hawezi kuwapa ruhusa ya utajiri, hawezi kuwapa access ya utajiri wa kweli wa maana. Huu wizi wanaofanya huu ni mdogo sana, pamoja na kwamba ni serious, na tunapaswa kuhakikisha kwamba hao wezi wanashughulikiwa. Lakini ukweli ni kwamba mimi nataka nikwambie kile ambacho Mungu alishasema miaka mingi iliyopita, ya kwamba huu wizi, hawa wezi hawa hawajui utajiri wa kweli uko wapi. Pamoja na kwamba huo wizi ni mkubwa, huo wizi unatukera na unafanya Watanzania wengi waishi kimaskini, lakini huo utajiri ni mdogo sana kuliko utajiri ule wa kweli ambao umebaki na ambao wezi hawawezi kuufikia. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hivi jambo la pili ambalo Mungu alisema ni kwamba umefika wakati. Mungu huko nyuma aliwaficha huo utajiri, umefichwa chini huko ndani. Mungu ameficha huu utajiri. Huu ndio ule ambao kwa wale wanaosoma maandiko, Mungu alisema kwamba nitakupa utajiri wa gizani. Utajiri wa gizani haimaanishi ya kwamba ni utajiri unaotokana na nguvu za giza. Anasema nitakupa utajiri wa gizani, kwa maana kwamba nitakupa utajiri wa sirini. Utajiri ambao Mungu ameuficha mahali, kwamba unasubiri wakati ambao Mungu ameuweka, na pili, huo wakati wa Mungu ukifika, atakuwa amewaandaa watu ambao watamiliki. Na hao watu ambao amewaandaa, nitakwambia baadaye kidogo ni watu wa namna gani. Isipokuwa sasa, cha msingi ambacho nataka tuelewe ni kwamba Tanzania ni tajiri, na bii yake ni kwamba huo utajiri sio tu kwa Watanzania, huo utajiri ni kwa ajili ya dunia nzima. Lakini huo utajiri Mungu ameuficha mpaka wakati aliokusudia na kwa watu waliowakusudia yeye mwenyewe. Kwa maana hiyo sasa, jambo lingine sasa la msingi ambalo Mungu alisema na sisi miaka 20 hiyo iliyopita kupitia mimi na watu wengine tuliokuwa pale kanisani, ni kwamba huo wakati huo ambao Mungu alikuwa ameuweka wa huo utajiri wa Tanzania kuthibitika, kuonekana, umewadia. Oh, haleluya. Ndio sasa, sio muda mrefu kutoka sasa, nikiwa na maana ya kwamba wakati wa kimungu wa utajiri wa Tanzania na utajiri wa dunia, utajiri wa dunia ulioko Tanzania ambao mawakala wake ni wa Tanzania, umeshafika. Nikiwa na maana ya kwamba wale wote
ambao uko miaka yote kuanzia sasa mpaka uko nyuma, tulipopata uhuru na hata kabla tujapata uhuru, ni kwamba wakati wa Mungu wa kuthibitisha huo utajiri ulikuwa hujafika. Sasa huo wakati umeshafika. Hilo jambo la kwanza. Lakini kabla huo utajiri hujathibitika, kabla Watanzania hatujawa matajiri. Nasema nchi ni tajiri, lakini Watanzania bado ni maskini. Watanzania bado tuko maskini ni kwa sababu ufahamu wetu, itikadi yetu kwanza ya kuuchimbua na kuumiliki huo utajiri kwa manufaa ya Watanzania wote na kwa manufaa ya dunia nzima hatuna. Nikiwa na maana ya kwamba uko nyuma, kabla ya sasa, nchi ya Tanzania imekuwa chini ya mamlaka ama chini ya ukuhani wa kishetani. Naomba nirudie hili jambo, ya kwamba kabla hatujapata uhuru, nchi yetu, Watanzania, ndugu zetu, babu zetu, Watanzania waliokuwa Watanzania, wamiliki wa Tanzania hapa, walikuwa wanaabudu miungu. Walikuwa hawamjui Mungu wa kweli. Walikuwa na dini zao, walikuwa na ibada zao, lakini hizo ibada hizo hazikuwa kwa Mungu wa kweli ama chini ya Bwana Yesu. Kuhani wao alikuwa ni shetani. Kwa hiyo kila mtawala, chifu na kila mtu, wote hao walipata mamlaka na nguvu kutoka kuzimu. Na tunafahamu ya kwamba shetani ni mwizi. Shetani ni muongo. Shetani siku zote yeye hawapendi watu wake. Yaani wale watu ambao wako chini yake wale. Shetani anawaburuza. Shetani hana akili, hana ujuzi. Yeye sio Mungu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, shetani yuko kinyume na wanadamu. Shetani hana upendo, shetani hajali watu. Maandiko yanasema hivi: mwivi haji ila kuiba, kuharibu na kuchinja. Lakini Bwana Yesu anasema, lakini mimi nimekuja ili watu wawe na maisha mazuri. Anasema mimi ni mchungaji mwema. Mimi ni Mungu wa upendo. Maana yake ni kwamba anasema mtu yeyote, mimi nimekuja ili watu wawe na uzima tele. Yesu anasema wewe. Anasema mimi nimekuja ili watu wawe na uzima tele. Kwa hiyo lengo la Bwana Yesu, lengo la Mungu chini ya Bwana Yesu ni kwamba yeye anajali wananchi, anapenda watu. Kwa hiyo yeye popote pale Bwana Yesu atakapokuwa, anataka kuhakikisha maisha ya watu yanakuwa mazuri. Lakini shetani ni kinyume chake. Popote anapokuwa, lengo lake yeye ni kuharibu, kuchinja. Lengo lake yeye ni kuiba. Kwa hiyo shetani ni mwizi, shetani ni mharibu. Shetani anakunywa damu za watu. Kwa maneno mengine ni kwamba shetani akiwa na utajiri, akimiliki, akipata utajiri, lengo lake la kwanza ni kuhakikisha kwamba ananyonya damu za watu. Hata shetani akikupa mali, shetani akikupa utajiri, maana yake ni kwamba at the end of the day anataka kukula wewe, anataka kukunyonya damu. Lengo lake anataka kukuharibu. Kwa hiyo ukiwa chini ya mamlaka ya kuzimu, utarajie mateso, utarajie laana. Kwa hivi hata kabla ya wakoloni hawajaja, tulikuwa tunaabudu miungu mingine. Mababu zetu walikuwa hamjui Mungu wa kweli. Na baada ya hapo Mungu akafungua mlango wa wakoloni kuja. Wale waliotuchukua kwa nguvu kama watumwa, wakatuuza kama ng'ombe. Wakatupeleka Ulaya na mali. Sisi watu wenye nguvu wakaletwa huko Ulaya na Marekani. Na la pili ni kwamba wakachukua mali asili walizoziona, ndio wakaja nazo huku.
alichokifanya, aliyeruhusu wakoloni waje Tanzania ni Mungu mwenyewe, Mungu wa kweli. Kwa sababu wa Afrika, wa Tanzania hatukuwa tunamjua Mungu wa kweli. Kwa hivyo wakoloni wakaja wakaibaiba, na machifu na wenyewe waliokuwepo enzi zile wakawauza watu wao, wakaingia mikataba ya kijinga na wakoloni na wale waliokuja kuchukua wale wafanyabiashara ya utumwa. Waliingia mikataba ya kijinga, wakauza nchi zetu, wakauza mali, wakauza na wananchi wao. Sisi tuko Ulaya, tunajua hiyo historia. Maana yangu ni kwamba huyo shetani aliendelea kutawala. Kwa hiyo nchi ya Tanzania ilikuwa inatawaliwa na kuzimu. Hata baada ya uhuru. Baada ya uhuru, watu waliopigania uhuru na wanadamu wengi ambao walikuwepo kwenye harakati za kukomboa nchi ya Tanzania hawakupata nguvu kutoka kwa Mungu. Hao watu waliopigania uhuru walikuwa shetani ndiye aliyewapa mamlaka. Walipewa mamlaka kwa kupitia madhabahu ya kuzimu. Nikiwa na maana ya kwamba nchi hii, watu waliopigania uhuru walikuwa na nia njema, nikiwa pamoja na Mwalimu Nyerere, pamoja na watu wote unaowafahamu. Hao watu sio watu wabaya. Watu waliopigania uhuru walikuwa watu wenye nia njema, ni Watanzania wenye roho njema, wenye nia njema. Na namtaja sana Mwalimu Nyerere kwa sababu tunajua ni baba wa taifa hili. Tunajua moyo wake kwamba anapenda Watanzania, anapenda nchi ya Tanzania. Na wote waliopigania uhuru walikuwa na nia njema na nchi yetu ya Tanzania. Lakini tatizo lilikuwa hili moja. Tatizo lake ni kwamba nchi hii ilikuwa chini ya ilikuwa inaongozwa kwa kutumia, ilikuwa inaongozwa na mkataba na maagano ya kuzimu. Na unajua agano ni kanuni, ni mkataba wa kisheria. Mungu ni Mungu wa sheria. Mungu Baba ni Mungu wa sheria. Kuna mikataba ambayo iliingiwa, shetani alipata kibali cha kutawala hapa kwenye nchi ya Tanzania kwa sababu ya mikataba iliyokuwepo huko nyuma, na Mungu anaheshimu mikataba. Kumbuka kuna wakati Bwana Yesu alikuwa anapita kwenye pitapita yake, akakutana na mapepo na nguvu za kuzimu. Unaona, mapepo yakafurumuka yakasema, wewe tunakujua ni mwana wa Mungu, na kwa nini unakuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu? Sasa anasema, mashetani anasema tunakujua wewe ni nani, na tunajua ya kwamba sisi tumepewa wakati wetu. Wakati wa kufanya nini? Wa kutawala. Kutawala nani? Kutawala hapa duniani. Tuna jurisdiction. Sasa Bwana Yesu hakusema kwamba nyinyi ni waongo. Akijua ya kwamba na hakuweza aliwakemea wamtoke yule mtu, lakini hakuwakemea watoke kwenye jurisdiction ile ambayo walikuwa wamepewa kibali cha kutawala. Nikiwa na maana ya kwamba kama shetani naye amepewa kakipande kakutawala, iwe ni nchi, iwe ni ukoo, iwe ni nini, kwa sababu ya mkataba uliopo kati ya Mungu na hao mashetani hao, ama kuna kitu ambacho shetani alikifanya, ama kuna kitu ambacho nchi ile ilikifanya ambacho kimempa shetani uhalali wa kutawala. Kwa hiyo kama kuna watu waliingia mikataba na shetani na Mungu anaheshimu mikataba, maana yake ni kwamba hawezi kumoverrule shetani. Ndio maana unaweza kukuta kwamba unaweza kushangaa shetani yupo mpaka leo na mpaka kesho. Kwa nini? Mungu anamjua shetani yuko. Kwa nini shetani anatawala? Ni kwa sababu Mungu ni Mungu wa mikataba. Mungu ni Mungu wa maagano. Kwa hivi mafanikio yote ya nchi
yanaenda kiagano. Kama nchi, wakuu wa nchi wameingia mikataba na shetani, Mungu hawezi kufanya jambo lolote mpaka huo mkataba umetenguliwa. Na kumbuka, kama umesikiliza clip yangu ama video yangu iliyotangulia ya mihimili ya kiutawala, utaelewa ya kwamba mikataba inapokuwa imeingiwa, mikataba ni makubaliano ya kisheria ambayo yana pande mbili. Kuna masharti, kwa maana ya kwamba ukifanya A utapata B, na ukikiuka hayo masharti, unaona, utapata laana. Kwa hivi Mungu ni Mungu wa mikataba, na mkataba wote unaingiwa kwa hiari. Kwa hiyo mtu akiingia mkataba kwa hiari yake, hata Mungu mwenyewe hawezi kutengua huo mkataba mpaka kwanza huo mkataba utenguliwe tena kwa hiari. Mtu ajue alafu autengue huo mkataba. Sasa maana yangu ni hii, ni kwamba huko nyuma huko, nchi hii, babu zetu wa miaka mingi huko, kabla hata sisi wote hapa hatujazaliwa, ni kwamba waliingia mikataba na kuzimu. Mihimili yote ya serikali, ikulu, nchi, waliingia mikataba, ilizindikwa kiasi kwamba watawala wote wa nchi, mtu yeyote hawezi kutawala nchi hii pasipo kibali cha mwenye mkataba ambaye ni shetani. Kwa hiyo ukitaka kutawala, ukitaka upate kibali cha kutawala nchi ya Tanzania, ilikuwa ni lazima upate kibali cha kutoka kwa shetani. Na ndio maana utakuta hata kama mtu ana nia njema, anataka kusaidia wananchi, anataka kusaidia nchi ya Tanzania, lakini anakuwa na upinzani mkubwa, kwa sababu maamuzi sio ya kwake. Mtu anayetawala nchi ya Tanzania sio rais, mtu anayekalia kiti. Rais mwanadamu ni yule ambaye anaweza kukaa hapo kwa miaka 5, miaka 6, anaondoka. Kama ni miaka 10 anaondoka. Mwalimu Nyerere alikaa hapo miaka 20 na akaondoka. Sasa uraisi ni institution. Uraisi ni taasisi, sio mtu. Na hiyo taasisi, uraisi ni kiti. Uraisi ni uongozi, sio kiongozi. Sasa kiti kile kinasimikwa na madhabahu. Mmiliki wa uraisi ni yule aliye na mikataba ya kisheria ya kiroho. Kwa hiyo watawala halisi wa nchi yoyote, ikiwa ni pamoja na Tanzania, sio wanasiasa, ni makuhani. Elewa hilo. Ukitaka kuwa hata wafanyabiashara wakubwa, huwezi kuwa mfanyabiashara mkubwa kwenye eneo hilo lolote mpaka ujue mmiliki wa kiroho, kuhani anayemiliki hilo eneo ni nani. Aidha ukubaliane naye, uingie naye mikataba, ama uje na mkataba ulio mkubwa zaidi, uje na nguvu na mamlaka, uingie mikataba na mtu mwenye mamlaka makubwa zaidi kuliko yeye anayetawala kwenye hilo eneo. Sasa Wakristo wengi hawaelewi, wanafikiri ya kwamba wewe ukishaokoka tu, ukishamjua Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, basi mambo yote yatakunyokea. Sasa hata kama una nia njema kiasi gani, ni kwamba uwezo wa kukalia hicho kiti na kufanikiwa unaupata kutoka kwa kuingia mikataba na mmiliki, aidha ni shetani ama ni Mungu. Shetani naye amepewa mamlaka na Mungu kwa wakati fulani. Labda nifafanue kidogo kabla sijaendelea. Unajua, mtu anaweza kashangaa sema kwa nini shetani naye ana mali zake, au unataka kuambia nini mali zote ni Mungu? Ni kweli. Lakini unajua kuna wakati Bwana Yesu
Unajua shetani alipokuwa anamjaribu Bwana Yesu pale jangwani, maandiko yanasema Bwana Yesu aliongozwa na Roho kwenda nyikani akajaribiwe na shetani. Moja ya majaribu ambayo shetani alimjaribu nayo Bwana Yesu, alimpeleka kwenye kinara cha hekalu, akampeleka mahali pa juu sana, alafu akamuonyesha, akamwambia, unaona hizi miliki zote hizi nimepewa. Kapewa na nani? Yeye hana mali. Shetani hana nchi. hana kingdom, hana miliki. Lakini anasema nimepewa. Nani kampa? Atapewa tu na miliki mkuu tunajua ni Mungu. Akasema nimepewa. Sasa na mimi niko tayari kukupa ukinisujudia. Kusujudu maana yake ni kwamba ukitumia hiari yako kuniabudu mimi, nitakupa hizi miliki. Na Bwana Yesu akubisha kwamba A, hamiliki hizo mali, na B, ya kwamba mimi nikikuabudu, kwa maana Bwana Yesu akimwabudu atapewa hayo mamlaka. Sasa Bwana Yesu akawa mjanja, akasema mimi siwezi kuabudu wewe, mimi nitamwabudu Mungu peke yake, kwa sababu Mungu ni mkubwa, Mungu ndio landlord. Kwa maneno mengine ni kwamba shetani ndio anamiliki, lakini yeye anamilikishwa kama mpangaji. Nikiwa na maana ya kwamba kama mimi nina nyumba yangu, nimemiliki nyumba ya kwangu nimejenga, then nikampangisha mtu. Mtu anaweza kaja akapanga hiyo nyumba, alafu na yeye akampangisha mtu. Sasa mimi kwa mfano nikimpangisha mtu, namwambia unipe pango, unipe rent, shilingi 100,000 kwa mwezi. Tunaingia naye mkataba. Kwa hiyo nakumilikisha hii nyumba kwa mkataba. Tunaingia mkataba na mimi kama nitakupa nitakupa hii ardhi kwa masharti, nitakupa hii nyumba kwa masharti ABCD, na moja masharti unilipe shilingi 100,000 kwa mwezi. Sasa mimi kama nimechukua hiyo nyumba kwa lengo la kupangisha, kwa sababu niko chini ya mkataba, na mkataba wangu unakuwa na muda, na ninaendelea kulipa rent kama kawaida, na masharti yangu mengine yote ninatimiza, nina uwezo wa kupangisha mtu. Sasa nikimpangisha mtu na mimi nataka faida, huyo mtu naye mimi naingia naye mkataba, ninakuwa na masharti yangu kwamba bwana, hii nyumba moja masharti ni kwamba unilipe mimi rent shilingi 200,000. Sasa yeye ukimlipa 200,000, 100,000 anamlipa mboss, 100,000 inaingia mfukoni mwake, kwa sababu yeye ni mfanyabiashara. Ndio maana sasa utakuta mtu anaenda mahali anataka kufanya biashara, anataka kupata uraisi, ama anataka kuwa mkuu wa mkoa kwenye eneo. Sasa hilo eneo ni la Mungu, lakini liko chini ya jurisdiction ya shetani. Sasa huwezi kumiliki pale unless shetani amekupa ruksa. Sasa Rishani anakupa masharti. Anasema nipe mama yako, mtoe mama yako, mtoe mtoto wako. Anakuambia toa wananchi wako, nipe damu ya wananchi wako. Si unataka uraisi? Ndio. Si unataka ukuu wa mkoa? Ndio. Gharama ni wewe unaamua unataka cheo gani, lakini huamui masharti na huamui bei ya huo uongozi. Ndio maana ukienda kwa wachawi wanakuambia okay, wewe unataka kuwa mkuu wa mkoa, unataka kuwa mbunge, unataka kuwa rais, okay, wanakuambia kama unataka hicho kiti gharama yake ni hii hapa, na hakuna negotiation. Kwa hivi ukisema ndio, maana yake ni kwamba umeingia mkataba, unapitia initiation process, makuhani wanakupitisha kwenye mchakato wa kiagano, and then ukishaingia agano imetoka, kuna mawili: either utii hayo maagano uendelee kukaa hapo kwa muda na uendelee kufanikiwa, ama ukiuke hayo maagano alafu ukione cha mtema kuni. Maana yake ni kwamba watu wanaweza kuwa wako madarakani, kabla hawajachukua madaraka wanaweza kuwa ni watu wazuri, wana nia njema, na hata wakiingia madarakani bado ni watu wana nia njema, lakini ukweli ni kwamba hao watu wameingia maagano na hawawezi kukiuka hayo maagano. Wakikiuka imekula kwao. Sasa maana yangu ni hii, ni kwamba hii nchi ya Tanzania tangu
uhuru. Kuna watu waliopigania nchi hii, wanaipenda nchi hii, lakini kwa sababu ilikuwa inatawaliwa, madhabahu yake ilikuwa ni kuzimu, walikuwa wanavutwa mashati. Kuna vitu vingi sana walikuwa hawezi kuvifanya kwa sababu ya mikataba waliokuwa wameingia. Na sasa Mungu akasema hivi, akasema kwamba ule mkataba shetani aliyokuwa nao na nchi hii umeisha. Oh, hallelujah. Sasa ninaongea kwa upole hapa as if ni kitu kidogo, lakini ninakwambia ya kwamba mkataba ambao shetani alikuwa nao na nchi ya Tanzania ushafikia mwisho wake. Maana yake ni kwamba Mungu sasa hivi hii nchi anataka kuiweka juu ya madhabahu ya Bwana Yesu, ambayo ana mamlaka makubwa zaidi kuliko shetani. Oh, hallelujah. Maana yangu ni kwamba Bwana Yesu akaniambia hivi, akaniambia sasa hivi ninateua makuhani, watu ambao nitawapeleka sehemu. Sasa kila mmoja wetu, mimi nikiwa mmoja wapo, kuna watu ambao Mungu aliwateua kwa maana ya kwamba ana makuhani wake wa Tanzania. Na ninaposema makuhani simaanishi kila mchungaji au manabii. Nabii na kuhani, nabii, mchungaji, si watumishi wa Mungu, hao ni tofauti. Sikiliza, kama hujasikiliza clip yangu juu ya mihimili ya uongozi, tafadhali isikilize. Lakini nataka kuambia mimi ni kwamba makuhani ni watu special ambao Mungu amewaita. Kwanza anawaambia makuhani ni wasimamizi wa agano. Makuhani wa Mungu ni wasimamizi wa agano la kimungu. Kwa hiyo Mungu kabla hajaanza kutawala, inabidi kwanza aondoe madhabahu. Madhabahu ni platform ambayo Mungu anaitumia ili kuingia mikataba na nchi. Kwa hiyo kabla Mungu hajaleta mabadiliko, kabla utajiri ule ambao Mungu anataka Watanzania waufaidi na dunia ifaidi, inabidi kwanza aondoe mkataba uliokuwepo, maagano uliokuwepo yaondolewe. Na ili kuondoa maagano lazima platform, kwa maana ya madhabahu, zivunjwe, madhabahu za kuzimu. Akishavunja madhabahu, then kutatokea sintofahamu, kutakuwa na mabadiliko. Mabadiliko ya kiutawala, kwanza wa kimungu, alafu pili kutakuwa na utawala wa nini? Kutakuwa na utawala wa kifalme, kwa maana sasa wanasiasa na watawala wengine wa mwilini. Kwa maneno mengine ni kwamba Mungu ana watu wake ambao watawateua, na ambao kabla hajawapa mamlaka mapya inabidi aingie nao mikataba. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya kuhani, moja ya kazi za kuhani ni kuvunja madhabahu, kuhakikisha kwamba ibada ya kweli inafanyika katika hiyo nchi. Ili Mungu atawale ni lazima aabudiwe, na ili aabudiwe lazima kuwe na madhabahu. Lakini Mungu hawezi kujenga madhabahu yake juu ya madhabahu ya kuzimu. Kwa hiyo inabidi kwanza madhabahu ya kuzimu iwe dismantled. Unamkumbuka Gideon? Gideon aliitwa na Mungu akaambiwa, wewe nimekuita ili uweze kuleta ukombozi kwa wana wa Israeli. Lakini jambo la kwanza inabidi ukavunja madhabahu ya baba yako. Akaenda akavunja madhabahu. Baada ya kuvunja madhabahu ndio kwamba sasa nenda ukawapige wanani? Ukawapige maadui. Huwezi kupigana na maadui kama huna nguvu za kiroho, na huwezi kupata nguvu za kiroho kama bado madhabahu ya kuzimu imesimama. Kwa hivi Mungu anasema kabla utajiri na mafanikio ya Tanzania hayajaja, nitatuma watu wangu akina Gideon.
kwenda kusambaratisha madhabahu. Sasa madhabahu zilikuwa sehemu kubwa mbili. Tanzania kulikuwa na physical geographical location ambayo Mungu aliniambia precisely mahali ambapo madhabahu ya kuzimu ilisimikwa Tanzania. Madhabahu ya kwanza ilikuwa Ikulu Dar es Salaam, na madhabahu nyingine ilikuwa Dodoma. Hii miji miwili hii Tanzania ni very strategic. Dar es Salaam pale zamani ilikuwa ni lango la kuzimu, na hapo ndipo palikuwa na platform ya shetani. Sasa mimi nilitumwa kwenda Dar es Salaam mwaka 2009. Kumbuka Mungu alinipa maono hayo 2004. Kuanzia 2004 mpaka 2008 Mungu alikuwa ananiandaa kitu gani cha kufanya. 2009 Mungu akaniambia niende Dar es Salaam. Nilikaa pale nikapiga kambi kwa muda mrefu tu sana, kuvunja madhabahu ya kuzimu pale Dar es Salaam na kusimika madhabahu mapya. Kwa hiyo kwa wale wanaokumbuka, mimi nilikuja na kitabu. Haya mambo nayoongea mimi sasa hivi kwamba Mungu ataleta mabadiliko na nini, niliandika kwenye kitabu na nilikuja Tanzania nikawaeleza watu. Na kitabu nitakuonyesha hiki hapo. Sio kama ni mambo ninaandika ninasema sasa hivi kwa sababu ya mambo yanayotokea. Niliandika mwaka 2009. Nikawaita watumishi nikawaeleza. Na mwisho wa mission yangu nilikuwa na seminar pale New Africa Hotel tarehe 28 mwezi wa 11. Ilikuwa tarehe 27, 28 mpaka tarehe kwa siku kama 2-3 hivi. New Africa Hotel. Tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2009. Hiyo ni miaka mingi iliyopita. Wale waliokuepo watakwambia. Na nilisema haya mambo, nikasema mimi nilikuja pale sirini baada ya kuwa nimemaliza yale niliyofanya, nikawa na mkutano pale New Africa Hotel, na nikasema haya mambo unayoyasema ya kwamba Tanzania umefika wakati wa Mungu kutukomboa. Lakini ukombozi huu hauwezi kuja mpaka madhabahu ya kuzimu imeondoka. Kwa hiyo unapoona mambo ya utekaji, haya mambo ya kuiba, mambo ya kunyanyasa watu yamezidi saa hizi kwa sababu shetani anatapatapa. Mungu alisema hivi, yani baada ya kuvunja madhabahu, baada ya kusimika madhabahu mpya ya kimungu, kinachofuata ni sadaka ya watakatifu kuwa juu yake. Manake ni kwamba kutakuwa na vurugu. Vurugu ni lazima zitokee. Ni vurugu ambazo zimeanzishwa na Mungu, zimeletwa na Mungu baada ya madhabahu ya kuzimu kuwa imetikisika. Unapoona watu wa Tanzania, unapoona watu hawaridhishwi na utawala, unapoona ya kwamba watawala wanatapatapa na wanafanya mambo mabaya dhidi ya raia hadharani bila kuwa na aibu, hiyo ni ishara ya kwamba madhabahu imeshatetereka. Huko nyuma Watanzania walikuwa wanahesabika kwamba ni watu wenye amani. Eti nchi ya utulivu na amani. Hiyo nchi ilikuwa chini ya mamlaka ya kuzimu. Kwa sababu unapokuwa chini ya mamlaka ya kuzimu unakuwa mtii. Lakini unapoanza kuzinduka, Mungu anapoanza kufungua watu macho, kunakuwa na unrest. Kuteka watu, kuua watu na ubadhirifu wa mali, kutesa watu wako, ndugu zako, mama yako, baba yako. Hiyo ni ishara ya kwamba mtu ana maagano. Hapendi lakini inabidi afanye kwa sababu yuko chini ya kiapo. Lakini jina la Bwana libarikiwe kwa sababu shetani hana jurisdiction tena. Mimi nina ujasiri wa kukwambia hilo kwa sababu mimi nilihusika kwenye kuvunja madhabahu miaka zaidi ya 20 iliyopita. Ni miaka karibu 26 sasa imepita. Maana yake ni kwamba shetani hana mamlaka. Haya unayoona vita na nini vilikuwa ni lazima vitokee
na bado lazima itokee kwa sababu mbili. Kwa sababu damu ya mashetani, wale watu ambao walikuwa wamehusika, wameingia kwenye maagano, kwa sababu agano kubwa zaidi limekuja, na mwisho wa agano la kuzimu umeshafika. Maana yake ni kwamba wanatapatapa, hawawezi kukaa madarakani kwa muda mrefu. Hawana jurisdiction, hawana spiritual jurisdiction. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba sasa hivi Mungu anawaandaa. Hiyo damu lazima imwagike. Kuna damu ya mashetani, watu ambao wamekuwa, na maanisha damu ya wale waliokuwa na maagano na kuzimu. Hiyo damu lazima imwagike. Ya pili ni damu ya watakatifu, ya wale ambao Mungu amewaita kuwa sadaka ya ukombozi pale Tanzania. Mimi mwenyewe nimepitia mambo mengi makubwa, na sitaki kukwambia hapa. Kwa kile kitendo cha kwenda kule Tanzania na kuvunja madhabahu, ili nigharimu mambo mengi sana. Mpaka hivi ninavyoongea, tangu nimetoka 2009 mpaka hivi ninavyoongea, maisha yangu yamepita katika machozi na maumivu makali. Na in fact Mungu aliniondoa Tanzania kwa neema, kwa sababu nilikuwa ninatafutwa. Nipo kwa pale New Africa Hotel, walikuja watu wengi sana, mashushushu wa serikali. Walijua huyu jamaa yuko hapa ni nani, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho walijua nipo. New Africa Hotel ilikuwa inatikisika kwa sababu ya upako wa Mungu uliokuwepo pale. Na baada ya hapo walikuja wanasiasa fulani, watu wanasema watu wana mtandao, sio mtandao. Walikuja, na sitaki kutaja majina yao hapo, wengine wameshakufa. Wanakuja wanataka niwaombee ili wachukue nchi. Nikawaambia, ninyi Mungu hajawaita, mimi siwezi kuwaombeeni mchukue nchi. Ilikuwa ni mwaka, kwa sababu 2010 ilikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Sasa walikuja, walikuwa wanataka kujimega kutoka CCM waende mahali fulani waanzishe chama chao, ili kwamba waweze kuteka nchi. Sasa unajua tatizo ni kwamba hawa watu hawa ambao wameingia maagano na kuzimu wako kila mahali. Na hapa mimi siongelei swala la siasa. Mimi sio mwanasiasa. Nafikiri ujue kwamba mimi sio mwanasiasa. Mimi sijawahi kupiga kura Tanzania, na wala sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote Tanzania. Mimi ni kuhani, na wala sina mpango wa kuwa kiongozi wa serikali ama wa kisiasa. No, mimi nina ofisi ya kikuhani. Na unajua ofisi ya kikuhani iko juu ya ofisi za sisi ndio ambao tunasimika watawala. Kwa hiyo watawala wako chini yetu. Watawala wa kidunia wako chini yetu. Hawawezi kutugusa. Sisi tunawasimika, na sisi ndio ambao tunawapa mamlaka ya kutawala. Kwa hiyo mimi kugombea urais, ubunge ni cheo cha chini. I don't need that. Mimi niko juu. Maana yangu ni hii, ni kwamba mimi ili agano la kimungu tayari limeshaanza. Sasa hao mabwana hao walikuja wakaniambia tunataka kuchukua nchi. Nikamwambia nyinyi sio. Kwa hiyo wale watu ambao wako kwenye maagano na kuzimu, wale watu ambao wako kwenye mtandao wa kishetani, ambao ndio ulikuwa unatawala Tanzania kwa muda mrefu, wako popote. Wako kwenye vyama vyote, chama tawala, wako kwenye upinzani, wako kwenye dini zote. Wako kwenye assemblies, wako kwenye Pentecost, wako kwenye Uislamu. Kwa hiyo ninapokuambia shetani, sina maana ya dini. Na wala sisemi kwamba eti Waislamu. Kuna Waislamu ambao wanamcha Mungu kabisa, hawana maagano na kuzimu. Na kuna Waislamu ambao pia wako kwenye maagano na kuzimu. Kuna Wakristo ambao wanaabudu kwenye makanisa ya Kikristo, tena ya Kipentekoste, ya kilokole, lakini wana maagano, wanaenda wamezindikwa na kuzimu. Kwa hiyo siongelei gender. Anaweza kuwa mwanaume, anaweza kuwa mwanamke, anaweza kuwa msomi, anaweza kuwa hajasoma. Cha msingi ni agano.
Sio kwamba umeshika Biblia au kwamba wewe ni mchungaji, kwamba una kanisa kubwa kiasi gani. It doesn't really matter. Kwa hiyo ninaposema kwamba Mungu, madhabahu ya Tanzania iko juu ya Mungu, simaanishi kwamba iko juu ya Ukristo. Na simaanishi ya kwamba nchi ya Tanzania itakuwa ni nchi ya Wakristo. No. Ninamaanisha Mungu mwenyewe ana watu wake atakao waweka pale ambao wataingia nao maagano. Kwa hiyo wale watu walipokuja 2010 wanakuja wanaambia naomba tuombee, tunataka kuchukua nchi. Unajua niliwauliza mambo mawili matatu ambayo ninajua kwamba ndizo sifa ambazo mtu yeyote ambaye Mungu amemuita anapaswa kuwa nazo. Na nilipouliza nikajua hawa sio wenyewe, nikamwambia ondokeni. Unajua walianza kunitafuta. Na nikawaambia mtu atakaye kuja atakuwa na sifa easy. Na leo mimi sitaongea mambo mengi hapa. Mimi nakupa history ya kwamba kitu gani kitatokea na nitamalizia hapa. Then next time nitakwambia exactly mambo gani ambayo Mungu anataka yafanyike. Viongozi ambao Mungu amewaita, amewateua kuwa wamiliki wa viongozi wazuri wa nchi hii wapya watakaoipeleka nchi hii mahali kwenye nchi ya ahadi, wanapaswa kuwa na sifa gani? Kwa sababu ya kanuni ambayo Mungu anataka tuwe nayo. Hiyo kanuni hiyo ndio ambayo itatawala mafanikio ya Tanzania kiuchumi, kiroho, kisiasa na katika nyanja zote. Lakini leo kwenye hii video mimi ni conclude kwa kusema hivi ya kwamba nilipotafutwa pale kuna rais ambaye alikuja, ambaye sasa hivi bahati mbaya hayupo, ni marehemu. Niliwaambia watu kwamba kuna kitu kitakuja na nikawaambia kwamba huyu atakuwa rais. Well, alikuwa rais, lakini nikajua fika ya kwamba kuna mambo ambayo yatatokea kwa sababu huyo rais hakuwa kwenye maagano. Kuna vitu pamoja na moyo wake mzuri, pamoja na kwamba anataka kufanya kitu kizuri, lakini hakuwa kwenye maagano mazuri na Mungu. Sasa watu watakao kuja baadaye, sasa hizi vurugu mnazoziona na ambazo ni sijui zitaisha lini, na siwezi kusema kwamba hizi vurugu ndio mwisho wake, ila ninachokuambia mimi ni kwamba vurugu na umwagaji wa damu Tanzania ni jambo la lazima. Si kama mimi nalipenda, si kama mimi nalipalilia. Ni kama vile ambavyo Bwana Yesu alikuwa hapendi kwenda msalabani, lakini alilazimika kwenda msalabani. Kwa hiyo swala la sadaka sio tu swala la kishetani. Mungu pia naye ana sadaka zake. Ndio maana Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, yeyote ambaye anataka kutawala na mimi. Unajua kuna jamaa mmoja alienda kwa Bwana Yesu akamwambia Bwana Yesu, mama mmoja alimwambia Bwana Yesu, anambia mimi na watoto wangu wawili, nataka mmoja au upande wako wa kushoto, upande wako wa kulia kwenye ufalme wako. Kumbuka Bwana Yesu ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Ufalme wake halisia haujaanza rasmi. Bwana Yesu atakuja kutawala atakapokuja mara ya pili, utawala wake utakuwa Yerusalemu. Na Bwana Yesu alisema hivi, yeye aliwaandaa wanafunzi wake 12, akasema ninyi mtatawala na mimi mtakapokuja. Sasa unajua mmoja akasema ninaomba, yule mama akaja akasema naomba mtoto wangu mmoja akae upande wako wa kushoto na upande wako wa kulia kwenye meza yako kuu ya utawala. Bwana Yesu akasema kwanza mimi sio mimi ninayeteua nani au upande wa kushoto kwangu au upande wa kulia kwangu. Hiyo ni jambo la Mungu peke yake. Mimi ninateuliwa kama mtu mwingine yote. Lakini akasema jambo la pili. Akasema jambo la pili ni hili. Najua mtu yeyote ambaye anapaswa kutawala na mimi ni lazima akinywe kikombe nitakachokinywea mimi. Na kikombe hapo maana yake ni sadaka, ni mateso. Ndio maana Bwana Yesu alipokuwa anataka kwenda msalaba, aliwaambia wanafunzi wake, akasema yeyote anataka kunifuata mimi, kwanza ajikane mwenyewe, na pili aubebe msalaba wake anifuate. Maana yake ni kwamba Bwana Yesu alikuwa anawaambia yeyote ambaye anataka kunifuata mimi atateswa kama mimi. Ataangukia kwenye mikono ya wanasiasa ambao watanila nyama. Watamwaga damu yangu, watanigongombea msalabani kwa sababu mimi ninawatetea wananchi. Kwa hiyo moja ya sifa za msingi za watu ambao Mungu anataka kuwatawala, moja ya sifa za watu ambao Mungu anataka kuwaweka madarakani watawale kwa niaba yake, lazima wapitie mateso.
Bwana Yesu alisema yeyote yule ambaye anataka kutawala na mimi ni lazima apitie mateso kama mimi. Maana yake kupitia mateso, kuteswa na watu ambao ni mafisadi, watu ambao unataka kuchukua nafasi zao, ni prerequisite ya kiroho. Ni sifa ya kwanza ya lazima. Huwezi kuikwepa. Na ndio maana Bwana Yesu akasema hivi, akasema, in fact Bwana Yesu mwenyewe aliomba mara 3. Alimuomba Bwana Yesu baba yake, akamwambia, Baba, hivi kama inawezekana basi naweza kukwepa hiki kikombe kiniepuke. Unajua Bwana Yesu alikuwa na uwezo wa kuomba wafu wanafufuka. Alimuita Lazarus, akasema, Lazarus come forth. Lazarus akatoka mzima. Bwana Yesu alifufua wafu, lakini yeye ombi lake moja tu. Unajua Bwana Yesu kila ombi leo liliomba alilipata. Kuna ombi moja tu ambalo alikataliwa. Alitaka kukimbia msalaba. Mungu Baba alinyamaza kimya, hakumjibu, akimaanisha ya kwamba ni lazima upitie msalaba. Anasema nani, kwa sababu hiyo Bwana Yesu alipewa jina lipitalo majina yote, na kwamba alifanya kuwa Bwana wa mabwana, na kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa nini? Ni kwa sababu alitoka mbinguni, akaja duniani, akavaa namna ya utumwa, na akateswa, na akafa kifo cha aibu cha msalaba. Kwa hiyo msalaba na mateso ni training ya lazima ambayo kila mtu anayepaswa kusimama na kuongoza kwa niaba ya Mungu aipitie kama mchakato wa maagano. Kama vile ambao wachawi watu wanaenda kwa wachawi kuomba nguvu ya kutawala, wanaambiwa mlete mtoto wako, ama wewe mwenyewe inabidi utoe damu yako at some point, upitie mateso. Hiyo maana yake ni kwamba hiyo ni kanuni ya kiroho. Kwa Bwana Yesu pia, kwa Mungu pia, wote ambao wanapaswa kutawala lazima wateswe. Na wanateswa kwa haki. Wanateswa kwa sababu ni wenye haki. Hawateswi kwa sababu wanakunywa damu za watu. Wanateswa kwa sababu wanatetea wananchi. Wanateswa kwa sababu wanasimamia haki. Kwa hiyo watu wa kweli ambao Mungu anataka kuwatumia kweli kweli kwenye ulimwengu huu unaokuja kwa Tanzania ni wale ambao watasimama upande wa haki, kutetea haki kwa gharama. Utamjua mchungaji, utajua mtu huyu ameitwa na nani kwa kuangalia ya kwamba hao watu, je, wanatetea haki, wanasimama upande wa haki, wanasimamia upendo, wanasimamia maslahi ya watu kwa ujumla, ama wanatoa watu kama sadaka. Hiyo ni clue. Na mchungaji yeyote na mtu yeyote anayejifanya kwamba ameokoka anaenda mbinguni, lakini hakemei ufisadi, hakemei mateso ya wananchi kwa sababu yeyote, ama yeye mwenyewe anatesa watu, yeye mwenyewe anashiriki katika kutesa watu, ama ananyamaza, anaogopa kukemea, hao wote watu wa namna hiyo wana maagano na kuzimu, aidha kwa kupenda ama kwa kutokupenda. Na mtu yeyote ambaye yuko tayari kulipa gharama kusimama na Bwana Yesu kuhakikisha kwamba agano la Mungu linafanyika, huyo yuko upande wa Mungu. Kwa hivi kuwa kiongozi, kutumiwa na Mungu kuna gharama. Ni lazima uingie mkataba. Na mchakato wa kuingia mkataba uko katika kuteswa, katika sadaka. Na sadaka unaitoa ya kwako. Na sadaka lazima ikuume. Sadaka lazima ikuumize. Sadaka inauma. Sadaka inaambatana na kupoteza kitu cha thamani kwako. Lakini kwa upande wa Mungu ni kwamba unapoteza, unapitia mateso kwa sababu ya haki, kwa sababu unatenda mema. Mafanikio ambayo Mungu ameahidi yatakuja baadaye.
lakini ni baada ya huu mchakato huu wa maumivu kuwa umekwisha. Kwa hiyo mimi sipendi wala sipalili vurugu kwa maana ya sadaka. Mungu mwenyewe ndio anayeamua. Kwa upande wetu sisi wa kiroho, kwamba Mungu mwenyewe anajua kwamba ni sadaka kiasi gani, kwamba mchakato huo ni kwamba ni damu kiasi gani imwagike ndio itoshe. Sijui, lakini ninachojua tu ni kwamba kutakuwa na maumivu. Kwa hivi kama kuna maumivu yanaendelea saa hizi, kama ndio maumivu yanaanza sasa hizi, mimi kwangu nina hisia mbili. Hisia ya kwanza, najisikia vibaya kwa sababu nina maumivu, kwa sababu watu watakufa, watu wataumia. Na mimi sipendi maumivu, siwezi kushangilia maumivu, siwezi kushangilia watu wanakufa. Hata kama hao watu wako kwenye maagano ya kishetani. No, mimi kwangu sifurahii, ni ndugu zangu, ni Watanzania wenzangu, kwa hiyo siwezi nikafurahia mateso yao. Lakini jambo lingine, kwa upande mwingine, ninakuwa na hisia, ninachangamka, ninafurahi ya kwamba huo mchakato ni wa lazima. Hatuwezi kuukwepa. Kama vile Bwana Yesu aliposema, alipoomba, alipojua kwamba msalaba ni kitu cha lazima, akasema mapenzi yako yatimizwe. Akijua ya kwamba huo mchakato ni lazima uishe, lakini baada ya mchakato huo kuna mema. Maumivu na gharama ambazo ni lazima tuzipitie ni ndogo ukilinganisha na faida yake. Kwa hiyo utukufu wa sadaka ni mkubwa kuliko maumivu ya sadaka. Nikiwa na maana ya kwamba pamoja na kwamba ndio wakati mwingine najisikia vibaya, nasikia kunyong'onyea, kuna maumivu, lakini ninachangamka nikijua ya kwamba haya maumivu haya yanatupelekea mahali pazuri zaidi. Ni kama maumivu ya operation. Unajua ya kwamba una ugonjwa, daktari anakuambia ili upone inabidi tukufanyia operation. Sasa operation hiyo inauma, na wanapokuchana wanatoa nyama, wanatoa vitu fulani fulani, kwa kweli kunakuwa na maumivu. Lakini ndio mchakato wa uponyaji. Unajua kwamba hayo maumivu, pamoja na kwamba ni maumivu, lakini ni madogo kuliko maumivu ambayo yatatokana na kutokutibu ama kutokufanyia operation. Lakini pili ni kwamba hiyo operation yenyewe hiyo itapelekea faida kubwa zaidi baada ya operation. Na kwamba hayo maumivu ni ya kitambo, ni ya muda, maumivu hayatakuwa ya milele. Kwa hiyo utukufu wa mafanikio ni mkubwa kuliko maumivu ambayo ni ya kitambo. Kwa hivi leo niishie hapo. Kwenye clips zingine zitakazofuata nitaendelea kusema mambo fulani hivi kuwatia watu moyo. Hasa wale ambao Mungu amewasontea kidole. Wale ambao watakuwa wanapitia maumivu, najua Watanzania wote tutaguswa. Huo wakati ukifika, hakuna Mtanzania ambaye hataguswa. Kila mmoja ataguswa kivyake kutokana na makusudi ambayo Mungu anayo katika maisha yake. Lakini Tanzania kama Tanzania kwa ujumla wetu, tujiandae. Tutapitia kipindi kigumu, kipindi cha maumivu, lakini hicho kipindi kina faida zake. Kwanza ni cha lazima, na pili kina faida zake. Baada kwa nimesema hayo, wapendwa, mimi niwaombeeni baraka za Bwana. Nataka muelewe hilo. Na mimi nataka nisisitize kwamba huu ujumbe, mimi nakuja hapa kama kuhani. Kuhani hayuko upande wowote. Mimi niko upande wa wananchi wote, na niko upande wa Mungu pia. Mimi sifagilii chama, sifagilii mtu mwingine yeyote. Mimi niko hapa kusema kile ambacho Mungu ameniambia niseme. Na kama utaona ni vema kupokea, kama unaona ni vizuri kuelewa, basi wewe Mungu akubariki. Lakini kama hutaelewa pia ninaelewa. Na nitaendelea kujitahidi kujaribu kukuelimisha na kukuelewesha ili kwamba Bwana aweze kukusaidia. Baada kwa nimesema hayo, nikutakia baraka za Bwana. Mungu akubariki sana.